Ni nani alitimiza angalau atakuwa 30%, 20% ya malengo yake mwaka jana? Hiyo imani inanifurahisha, yaani imenihamasisha. Hongereni sana. Na mwaka huu nani ameweka malengo? Basi hili somo linawafaa hakika, maana nyinyi ni ma-experts wa hilo eneo. Na ni nani ambaye ameona malengo yake ya mwaka huu yameanza kutokea? Wow. Somo lake lina upana mkubwa, lakini nitazungumzia tu part moja kwa ufupi kutokana na muda wetu. Na part hiyo ni sababu ya malengo kutokutimia. Sababu ya malengo kutokutimia. Wangapi ambao hawakutimiza malengo yao 2025? Yaani malengo yao kutimia kabisa. Umesema ukweli. Umesema ukweli. Lakini inawezekana pia na wewe umesema ukweli, wenda malengo yako yalitimia yote alafu nakulazimisha kwamba yakutimia. Kwa hiyo pia niwape hongera. Kwa hiyo tutaenda kuangalia sababu zinazofanya malengo yetu yasitimie kwa kiwango ambacho tulikuwa tunakihitaji. Wote mmesema kwamba mnaweka malengo, na ni sababu gani ambazo zinatufanya sasa sisi tusifikie malengo ambayo tumejiwekea. Wewe labda ulishaweka lengo miaka iliyopita, lakini kwa nini halijatimia? Au wewe kila siku ukipanga malengo hamna hata moja linalotimia ndani ya mwaka huo. Kwa hiyo hizi ni sababu zinazofanya malengo yetu yasitimie. Na sisi kama vijana ni muhimu sana kuweka malengo. Ni muhimu sana kuweka malengo. Maana bila malengo inamaanisha wewe ni kama bendera. Ukisikia mimi naenda huku, utaenda. Ukisikia fulani anaenda sehemu fulani, na wewe utaenda. Ni kwa sababu gani? Utafanya hivyo kwa sababu tu hauna malengo. Kwa hiyo kama kijana ni muhimu sana kuwa na malengo, maana itakupa direction ya kule unapotaka kuelekea. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kutokuwa na mikakati. Kutokuwa na mikakati, plans. Sasa umeshaweka goals. What are your plans? What are your plans? Ndani ya hilo lengo ambalo umeliweka, unatakiwa uwe na mikakati ambayo itakusaidia wewe kuweza kutimiza hilo lengo ambalo umejiwekea. Mikakati hiyo inamaanisha kwamba wewe umesema, naamini hapa wengi ni wanafunzi. Wengi mmesema naweka malengo. Naamini moja ya malengo ambayo tutakuwa tunajiwekea ni ya kufaulu. Nataka kufaulu, labda nipate grade fulani. Ni mikakati gani ambayo natakiwa niiweke ili niweze kufikia hilo lengo? Labda mikakati hiyo ni kusoma, labda nitakuwa naenda prepo, labda ni kujiunga na kikundi cha wasomaji. Kujiunga na kikundi cha wasomaji. Maana sasa unatakiwa upate wale watu ambao watakuwa pamoja na wewe kupush ili ile lengo lako liweze kufikia. Kwa hiyo mikakati. Kwa hiyo watu wengi hawatimizi malengo yao kwa sababu ya kutoweka mikakati. Kwa sababu ya kutoweka mikakati. Okay? Kwa hiyo mikakati mingine ni kuwa na tabia. Tabia gani ambayo unatakiwa uijenge ili uweze kufikia malengo yako? Labda tabia hiyo, kama unataka kupunguza uzito mwilini, labda kupungua mwili, yote hiyo ni mikakati ya kufanyaje kufikia ile lengo ambalo umejiwekea. Wakati mwingine mikakati hiyo inaweza kuwa ni ujuzi. Ni ujuzi gani ambao unaweza ukaweka au ukaenda kuitafuta ili uweze kufikia malengo yako? Kuna wakati mwingine utahitaji labda kuenda seminars, uende kujifunza vitu fulani, labda kama lengo lako ni kuongeza mauzo ya biashara yako. Kwa hiyo utahitajika uende seminars za biashara ili uendelee kupata ujuzi zaidi wewe kufanya biashara yako iongezeke mauzo. Kwa hiyo jambo la mikakati ni muhimu sana
kuzingatia unapoweka malengo yako. Mtu mmoja akasema ya kwamba a goal without a plan is just a wish. A goal without a plan is just a wish. Wish najua ni ile matamanio litokee lisitokee fresh. Lakini kama umeweka malengo, lazima uwe na mikakati ambayo itakusaidia wewe kufikia lengo ambalo unalihitaji. Katika mikakati hiyo, wakati mwingine, kwa mfano, mwalimu kakaangu hapo ataongelea swala la fedha. Kwa hiyo hapa naomba nigusie kidogo sana kwamba unaona tembo jinsi alivyo. Simamjua tembo, hata kama hujawahi kumwona live. Simamjua kwenye picha jamani. Simamjua ule tembo jinsi alivyo mkubwa. Amen. Hivyo unaweza kumuingiza tembo mdomoni ukamaliza, yaani kwa mara moja. Si ngumu. Ule ugali ambao unakatiwa pale kantini, unaweza kumaliza bila kuumega kidogo kidogo. Ni ngumu, si ndio? Kwa hiyo ndivyo hivyo ilivyo kwenye malengo. Ukitaka kufanikisha ile lengo lako, ni muhimu pia uangalie namna gani ambavyo unaweza kuweka mikakati midogo midogo ili uweze kufikia lengo lako. Labda wiki hii nitafanya kitu fulani ili lengo litimie. Mwezi huu nitafanya kitu fulani ili lile lengo litimie. Kwa hiyo unaweza usiweze kufanya kwa mkupuo kufikia lengo lako, lakini mpaka ulimeni kidogo kidogo. Huwezi ukala ugali ule ambao unakatiwa pale kantini mara moja ukabibukia. Unaweza ukaumaliza ule ugali kwa kuumega kidogo kidogo. Kwa hiyo ndivyo hivyo ilivyo kwenye malengo. Unataka ufikie labda kuweka akiba ya $100,000 mwaka huu, nachukulia mfano, labda umejiwekea mwenyewe malengo, labda mwaka huu mzima au semester hii niweke akiba ya $100,000. Sasa hiyo akiba ya $100,000, hiyo hela sina kwa mkupuo. Kwa hiyo naweza labda kila wiki nikaweka $5,500, kila mwezi labda nikaweka $10,000 ili niweze kufikia ile lengo. Kwa hiyo hakikisha kwamba unazingatia hilo. Na kitu kingine cha pili ni kutamani kuanza kwa ukamilifu na mambo makubwa. Yaani jambo ambalo litakufanya wewe usifikie malengo yako ni kwa sababu unatamani ukamilifu, yaani uwe 100% sure wa kile kitu ambacho unataka kukifanya. Au unatamani kufanya mambo makubwa, unataka vitu vidogo vidogo. Ni jambo ambalo ni zuri. Lakini kusema kwamba unataka kuanza biashara lakini unasubiria uwe na mtaji wa $1,000,000. Sasa hiyo na $1,000,000, hiyo $1,000,000 itafikaje? Labda kama kuna mtu akukupa. Lakini mwanzo mdogo utakupa wewe nafasi ya kukua na kujifunza kidogo kidogo ili uendelee kuwa imara. Kwa hiyo mtu yeyote yule ambaye anataka kuanza jambo kwa ukamilifu, ni vigumu sana yeye kufikia malengo ambayo anahitaji. Mtu huyo anakuwa hataki kabisa kukosea. Unajua katika kukosea unaweza ukajirekebisha baadaye ukafanyaje? Ukaimarika. Unajua najifunza sana kutoka kwa watoto wadogo. Unajua mtoto mdogo pale anapoanza kutembea huwa anakuwaje? Mnajua? Huwa anaanza kwa hatua ndogo, ataanguka, atasimama, ataanguka, atatembea tena hatua nyingine, atasimama, hivyo ataanguka mpaka mwisho wa siku, labda baada ya miezi 2, miezi 3 anakuwa imara, anatembea bila hata kushikilia vitu. Kwa hiyo mtu yule ambaye anataka kufanikiwa katika malengo ambayo amejiwekea, ni muhimu zaidi ajifunze kwamba kuna mwanzo mdogo, lakini pia kuna kuanguka wakati mwingine, lakini pia kuna kusimama. Lengo ni kuhakikisha kwamba lile lengo letu linafanikiwa. Sasa unakuta mtu mwingine akishaanguka tu mara moja anakata tamaa. Inawezekana approach ambayo ulitumia sio nzuri, unatakiwa utumie njia nyingine ili uweze kufanikisha lengo lako. Wewe unataka labda kufaulu. Umeona labda ukijisomea ile pepo, mbona kama mambo yanabadilika? Kumbe approach ambayo ulitumia sio nzuri.
lakini labda discussion ndio ingekusaidia kufanyaje kutoboa katika lile lengo ambalo unataka kulifanikisha. Kwa hiyo wakati mwingine si kwamba njia ambayo umeitumia si sawa, hapana, lakini sio sawa kwa ajili yako au kwa wakati huo. Tuko pamoja? Unajua, nilikuwa na tafakari sana kuhusiana na watu wa Meta, hususan kwenye WhatsApp. Mnaona WhatsApp jinsi ambavyo inafanya marekebisho kila siku. Leo sijui wameweka kuna voices, wameweka voices na translate kabisa, unaona maneno. Leo sijui kuna kusave kabisa. Zamani kulikuwa hamna kusave pale kwenye status, ndio? Yes, zamani kulikuwa kuna kusave pale kwenye status. Kwa hiyo sasa hivi kuna kusave pale kwenye status. Ni kwa sababu gani? Wanaendelea kufanya marekebisho. Sasa nikajiuliza nikasema, hivi hawa watu wa Meta wangesubiria wasianze develop hii app yao mpaka wakamilishe vitu vyote ambavyo wameviweka sasa hivi, singekuwa kuna mtu mwingine amesha take over? Yeah. Kwa hiyo wakasema wasubirie mpaka labda kuwe na maboresho ambayo wanayafanya sasa hivi, kuna uwezekano ya kwamba wasingefanya kabisa hiyo launch ya hiyo app. Kwa hiyo jinsi ambavyo ulivyo na mgo huo una hela labda $100,000 unataka kuanzisha biashara, anza nayo. Jinsi utakapoanza nayo utaendelea kupata faida, mtaji wako utaendelea kukua, utaendelea pia kutafuta namna nyingine ya kufanyaje ya kuongezea mtaji kwenye biashara yako. Kwa hiyo inawezekana na wewe pia una lengo lolote lile ambalo unataka kulifanya. Hakikisha kwamba unaanza na hicho ulicho nacho. Mimi kipindi naanza public speaking, nilikuwa sina kamera nzuri, nilikuwa sina lights. Yaani nilikuwa very terrible. Hata speaking nilikuwa siko vizuri, at least kama sasa hivi. Na nilikuwa pia sijui naanzaje. Lakini kitu ambacho nilikuwa najiambia ni kwamba I will start. Najua kwamba malengo yangu ni yapi, lakini right now sina kipato kizuri. Siko confident by the way. Lakini pia na vifaa sikuwa nayo. Hata sasa hivi bado sina kamera, lakini vifaa vingi nimenunua kidogo. Na nimenunua tu mwaka jana. Kwa hiyo si imagine nisingeanza ilikuwa. Kwa hiyo nilipoanza ikanisaidia mimi pia kuendelea kugain confidence, kuendelea kurekebisha vitu ambavyo sijaviweka sawa, labda kama hivi na speak na sengene kurekebisha baada ya hapo hivyo. Kwa hiyo jinsi ambavyo utakapoanza na kitu kidogo unaendelea kujenga root ya kusaidia kujiboresha. Tunasema kwamba hata mbuyu unaanza kama mchicha, si ndio? Yeah, ule mbuyu unaoona unaanza kama mchicha na mbegu hivyo hivyo, lakini sasa hivi ni mti imara. Kwa hiyo hivyo kitu ambacho kitakusaidia pia kufikia malengo yako ni kubali ya kwamba hauko asilimia 100 ya kuanza kile ambacho unataka kukianza au kukifanya kile ambacho unataka kukifanya, lakini pia jitahidi uanze pale ambapo una uwezo nacho. Usitamani mambo makubwa yatakukuta huko mbele ukiwa umeshaanza lengo lako. Jambo la tatu ambalo linawafanya watu wengi wasifikie malengo yao, jambo la tatu nitawarudia nyie pia kuwauliza pia maswali kwa hakikisha kwamba unaelewa. Jambo la tatu, mimi pia ni mwalimu jamani. Jambo la tatu ni kutokufuatilia malengo yako. Nilikuwa napita Instagram, kuna mtu ambaye huwa ananifuatilia, ni kama mentor wangu in direct way, anaitwa Winnie School of Excellence. Ni mdada by the way. Na alisema kitu kimoja wiki ya mwisho ya Januari, akasema kwamba alikuwa ameweka malengo yake 2026 kwamba kufikia robo 3 ya mwaka huu, yani mwezi wa 3, atakuwa amefanya kitu A, B na C. Sasa ile wiki ya 3 ya mwezi wa kwanza anaangalia, anakuja kupitia kwenye daftari lake alipoandika malengo yake, anaona mbona kitu fulani sijafanya, na akasema hakuona sababu ya yeye kutokufanya. Hamna chochote kilichomzuia. By the way, ilikuwa ni mazoezi, ilikuwa
uanze mazoezi ya tennis. Akasema hamna kitu chochote kilichofanya ni shida kwenda kujisajili na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo akagundua kwamba kutokufuatilia malengo yako itakufanya wewe kutokufikisha malengo ambayo umejiwekea, na huwezi kusema kwamba unafuatilia malengo yako kama hujaandika. Unajua watu wengine wanasema mimi nataka mwaka huu nijenge, mwaka huu nataka labda nifanye kitu fulani. Yaani anaweka malengo yake kichwani, Unajua wewe sio kompyuta. Hata kompyuta bila kuinstruct au kuandika vitu haitatokea bila kuziweka, si ndio? Kwa hiyo pia kuna vitu ambavyo vime inserted na imekariri hivyo, si ndio? Kwa hiyo sisi binadamu tuna tabia ya kusahau, hatukumbuki. Kwa hiyo huwezi kufuatilia malengo yako kama hauna sehemu ambayo unaweza ukarefaa. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kufikia malengo yao kwa sababu hawana sehemu wanaoandika. Wengine wameenda mwaka huu labda wameandika, kuna ile inakwambia mkesha wa maombi, wameandika Mungu nanisaidia kitu fulani na fulani, alafu baadaye hicho karatasi labda kanisani wamesema wakiweke. Wakishakiweka yeye hana kumbukumbu kwamba nilikuwa nataka kufanya kitu fulani, nataka labda nikifanyie follow up. Hawana kumbukumbu. Kwa hiyo kwa namna hiyo utashindwa kufuatilia malengo yako kama unakuwa sio mtu wa note down. Tena sio tu kwenye karatasi, andika kwenye daftari ambalo litadumu. Jambo la nne ambalo hili ni wengi sana huwa naonaga visingizio. Nimeshindwa kuanza biashara kwa sababu mjomba nimeomba $100 hajanisaidia. Yaani nimeshindwa sijui kufanyaje kwa sababu fulani hajanisaidia. Nilimwomba tu sijui nifanyaje. Yaani visingizio vya namna hiyo. Yaani kwamba sijafanya kitu fulani kwa sababu mtu A hajafanya. Sijafanya kitu fulani kwa sababu fulani hajanisaidia. Unajua malengo yako ni ya kwako mwenyewe. Kwa hiyo kama mtu A hajakusaidia, mjomba, mzazi hajakusaidia, tafuta namna yoyote ambayo unaweza ukasaidika, ukajibeba wewe mwenyewe ili lengo lako liweze kutimia. Yeye kutokusaidia au kusaidia ni mapenzi yake. Kwa hiyo haimaanishi kwamba ndo malengo yako yafe hapa. Hapana, unatakiwa utafute namna yoyote ya kujikwamua uweze kufanikisha lile lengo ambalo unalitaka. Kwa hiyo visingizio vitakurudisha nyuma. Nina ujuzi wa makeup artist. Mimi ni makeup artist, mambo ya makeup. Sasa kipindi naanza ile makeup, nilimwomba kakaangu mtaji. Kakaangu mimi haamini katika biashara. Yeye hana biashara ya kupoteza hela. Okay, kwa hiyo akasema hapana. Kwa hiyo sikuchukia ile baada ya kukataa. Hapa sasa nikasema kwa kuwa kaka amekataa, inabidi nitafute namna nyingine ya mimi kupata hela, ninunue vifaa, nianze kazi. Kwa hiyo nikasema kwamba subiri kaka amekataa, uanze kulaumu hivi na hivi, hautafika mbali. Kwa hiyo nikatafuta namna nyingine ambayo mimi naweza nikajikwamua kuweza kupata vifaa vyangu, niweze kuanza kazi na nikafanya. Kwa hiyo wala simchukii kakaangu kufanya hivyo. Yaani watakiwa usimchukie hata yule mtu ambaye ameshindwa kusaidia. Jua kuna mtu mwingine anaweza kuinuka na wewe pia upambane, ujue namna gani ambavyo pia unaweza ukatatua hilo jambo ili uweze kufikia malengo yako. Kwa hiyo visingizio vya fulani hajafanya kwa sababu hii na hii, ndio maana sijatoka, ndio maana sijafanikiwa, hiyo haihusiani hata na wewe. Ni wewe ndio unatakiwa ubebe jukumu lako la maisha yako. Jambo la tano ni kuambatana na watu ambao sio sahihi. Jamani, hili limeongelewa hata na mzungumzaji wa kwanza, speaker wa kwanza. Kuambatana na watu ambao sio sahihi ni jambo ambalo linaongelewa kila
kukicha, kila kukicha. Na wakati mwingine unaona kabisa mtu sio sahihi, lakini unakazana kuambatana naye ili asikuchukie, then what then? Baada ya hapo asipokuchukia, kinachofuata ni wewe mwenyewe unaangamiza future yako. Unaona kabisa wewe direction yako ni huku, mwenzako yeye anataka kwenda huku, lakini kwa sababu asikutangaze au asikuchukie, unaona okay, let me follow her or him, niende huku, au labda ni group fulani na watu. Kwa hiyo ni jambo ambalo litafanya malengo yako yasitimie. Wewe unataka kusoma, ni watu gani ambao unataka kuambatana nao? Unataka kukua kiroho, unataka kukua kiuchumi, ni watu gani ambao unataka kuambatana nao? Na hapa simaanisha kwamba watu ambao unataka kuambatana nao sio wale tu physically. Hata mtandaoni wewe umewafollow kina nani? Malengo yako ni yapi? Hatukatai kuwafollow wanamuziki, ni jambo zuri as long as una interest, lakini what are you learning? Kitu ambacho kimekufollow, umekifollow au mtu ambaye umemfollow kinaendana na malengo ambayo unayo na purpose ambayo unayo? Majibu wewe unayo. Ni vitu gani ambavyo unavifuatilia? Ni vitu gani ambavyo unavifuatilia? Maana kitu ambacho unakifuatilia sana ni likely ya kwamba unapatana nacho. It is likely kwamba unapatana nacho. Okay, unafuatilia movie, it is very good, pata relaxation. Hata wakati mwingine wanaangalia kama nikihitaji. Na ni movie gani pia ambazo unaziangalia? Ni movie gani ambazo pia unaziangalia? That matters a lot. Kwa hiyo angalia ni watu gani ambao unajiambatanisha nao. Je, wanaendana sawasawa na malengo ulionayo? Maana huyo ambaye unaambatana naye ana 95% za mafanikio yako na 95% ya kufeli kwako juu ya maisha yako. Kwa hiyo uchague 95% ya kufanikiwa au kufeli. That's your choice. Jambo la 6 ni kutokujiamini. Kutokujiamini, mimi kwanza nikianza biashara, je, nikifeli? Je, hivi nikipoteza mtaji? Je, nisipopata wateja? Je, nikichekwa? Unajua maswali mengi ambayo yanafanya watu wasifanikiwe kwenye malengo yao kwa kuanza na negative thoughts. Na kitu ambacho ni very interesting, hivi kwa nini mtu usifikirie kwamba okay, naamini nitapata wateja. Sawa, sio wote ambao watakuwa wateja wako, lakini believe in that kwamba unaweza kupata wateja. Mimi kipindi nipo chuoni napenda sana kutumia mfano wangu binafsi, maana mimi maisha yangu ni ushuhuda. Kwa hiyo msichoke. Na niko katika sekta mbalimbali, hata kwenye mahusiano na ushuhuda, kwenye elimu na ushuhuda, kwenye biashara pia. Mimi kipindi niko chuoni nilikuwa nafanya biashara ndogo sana ambazo mtu wa kawaida anaweza kuzichukulia poa. Kuna mtu alikuwa kurudota hapa? Hayupo. Masota juzi. Sasa kipindi mimi naanza chuo ilikuwa 2020 chuo kilikuwa hakikuweza kutuaccommodate, ikabidi tukasome kwa mwaka mmoja Gurudoto, ambao jana walifanyia kule graduation, iko USA. Kwa hiyo tumeenda pale Gurudoto, ile hoteli ilikuwa ni 5. Kwa hiyo mimi binafsi nimshukuru sana Mungu kulala hotelini sio mchezo kwa mwaka mzima. Na ukicheki ni mara ya kwanza. Kwa hiyo nikafika pale. Shida ya pale ilikuwa kwanza hamna chakula. Kwa hiyo siku tumefika hoteli walikuwa wanategemea kutupikia. Na wanachagua sasa chakula cha kutupikia. Hamna varieties kwamba labda ninunue wali ninunue ugali. Hiyo siku tulipofika walitupikia makani. Kesho yake chakula kilikuwa cha taabu, maana kule mazingira sio yalivyo
kutoka sehemu mbalimbali. Wamama wanaona hiyo ni fursa ya kupata hela, wanapika chakula nyumbani, wanakuja pale na vyombo vyao wanatuuzia. Sasa ile hoteli ilikuwa haihitaji mtu yoyote aingie na chakula, kwa hiyo unakula, unamaliza vitu vyako vyote, saa 12 geti linafungwa, uwe tayari umeshakula. Kwa hiyo mpaka kesho tena kukuche. Kwa hiyo kwa watu wengi ni mateso. Sasa mimi nikaona ni fursa kwamba pale naweza nikapata hela kwa kuuza bites na vinywaji. Maana si watu wanasikia njaa, saa 12 mpaka kesho saa 1 sio mchezo, si ndio? Kama mtu hajazoea. Na hii somo la kupata wazo la biashara iko tayari kwenye my YouTube account, my YouTube channel. Kama unataka kufanya biashara na hujui ni biashara gani ambayo unaweza ukafanya, basi kupitia video zangu ziko 2, part 1 na part 2, itakusaidia kujua ni biashara gani ya kufanya. Kwa hiyo one of the techniques ambazo huwa nazitumia ni kutatua changamoto. Watu ambao wanasikia njaa, sasa nikajiuliza namna gani ambavyo naweza nikatatua hii shida. Jambo ambalo click in my mind ni kuuza mandazi na vinywaji. By the way, nilianza kwanza kwenye mandazi na mikate, afu nilianza na mkate mmoja, nikatembeza kwenye room moja, wakapokea. Kama hiyo siku ya pili nilikuwa na pocket money, nilikuwa sina pocket money yangu hiyo niliyopewa na mzazi. Kwa hiyo ni siku ya pili kabisa mkate miwili, hivyo nikaendelea kuongeza na mandazi. Sasa watu wakawa wanalalamika, kwa nini usiuze pia na juice? Nikasema okay, hapa tena ngoja nitafute namna ya kutafuta kuongeza na juice. Kwa hiyo kafika mahali nilikuwa nafahamika the whole area yenye pale hotelini. Hata wamama wa nje kule ambao walikuwa wanapika wakaja kunigundua. Na nilikuwa ule mwanzo nilikuwa natembeza kila hostel, maana natamani kila room, maana natamani watu wanifahamu. Maana sasa nikikaa na mzigo peke yangu pale ndani, hamna mtu anaweza kujua kwamba nafanya biashara fulani, si ndio? Kwa hiyo nikaanza kutembeza kila room, na baadaye order zilikuwa nyingi, sio kwamba siwezi nikatembeza kwa watu wote. Kwa hiyo ikabidi nikae eneo langu nifuate wenyewe. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Ni kitu gani ambacho hapa nataka kuambia kwenye swala la kujiamini? Ukijiamini ya kwamba yes I can do, inawezekana. Mimi sikuamini kwamba hivi nikikosa wateja nitapata, na mimi kwamba nitapata wateja, na mimi kwamba nitapata wateja hata kama ile room ya kwanza nikitoka hawajanunua, na mimi room ya pili watanunua. Hata kama room ya pili hawajanunua, nilikuwa naamini kwamba room ya tatu watanunua. Okay? Kwa hiyo swala la kujiamini, sio sema hivi je, bidhaa yangu isipokubalika, trust God kwamba mwambie amini kwamba inawezekana. Yaani amini kwamba inawezekana. Kwa hiyo ukijiamini kila kitu kita pass through as long as you believe. Ukiamini kutokushindwa itakuwa hivyo, ukiamini kushindwa itakuwa hivyo. Na ukiona bidhaa yako kwamba ni mbaya, basi hata na watu wengine wataona bidhaa yako ni mbaya hivyo. Kwa hiyo ukiona malengo yako ya kwamba naandika ile neno lakini siamini kama nitafikia kule ambapo nataka kufikia, itakuwa hivyo. Kwa hiyo trust yourself and trust God and everything will be alright. Okay? Kwa hiyo tunaona niwaambie hiyo story kwamba inawezekana ukijiamini. Na good enough ni kwamba kule kulikuwa kuruhusiwi biashara, lakini mimi nilifanya bila kukamatwa. Yaani hivyo mjini akili jamani. As long as you need money. Mjini akili. Na sio kwamba nilikuwa nafanya sio kwambani. Yaani sawa, we need money, lakini katika njia ambayo ni halali. Sio kwamba nilikuwa nafanya vitu ambavyo sio halali. Fanya vitu ambavyo ni halali na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo nilikuwa naongozwa na Roho Mtakatifu. Sijui kama unaweza kuamini, lakini nilikuwa naongozwa na Roho Mtakatifu kwamba muda fulani walinzi hawatakuwepo pita. Kwa hiyo nenda kuchukua mzigo na pita. It's a long story. Lakini as long as you trust God, everything will go alright. Tupo pamoja? Vijana mnazidi
earbuds ziko hapo, tutapata tu baada ya session hii. Kwa hiyo kutokujiamini kutafanya malengo yako kutokufikia, kutokujiamini. Kwa hiyo baada ya kusema mbona kama siwezi, hata mimi kipindi naanza public speaking, mimi nilikuwa siku hiyo nilikuwa ni mtu wa kukimbia zile morning speech debate kwa advance, nilikuwa nakimbia, lakini kipindi nafika mwaka 3 nilikuwa naona msukumo kwamba I need to do this, I need to do this. Nikamtafuta mentor na nikasema I will try, nitajaribu. Mbona wengine wanaweza? Mbona wengine wanafanikiwa kwenye biashara? Why not you? Mbona wengine wanafanikiwa kwenye masomo? Why not you? Kwa hiyo inawezekana, as long as you want, you trust on yourself. Kitu cha saba ni kutamani kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Kutamani kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Unajua, kwa mfano, labda unasoma, umejitengea muda kwamba wakati huu hapa nisome. Sasa wakati hapo unasoma, huku unasikiliza story, watu wanapiga story, yaani unasoma kidogo, alafu unasikiliza story za labda umbea hivi, labda za mpira, whatever, lakini ni story. Huku una chat, hivi si unatamani nguvu zako nyingi, yaani huku unaweka energy story ili usipitwe, huku unatakiwa upitie ka point, huku kuna mtu anatakiwa ujibu message yake, kwa hiyo you lose a lot of energy ukijishughulisha na mambo mengi. Kwa hiyo unatakiwa useme labda this week I will deal na kitu hichi, maybe this month nitadili na kitu hichi, kipe na hicho kitu kifanye kazi, japo hili hapa litasubiri mpaka labda mwezi fulani. Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa unaweka energy yako kwenye kitu kimoja na utakifocus on it. Umeona? Kwa hiyo ukiweka energy kwenye kitu kimoja utakifanyia kazi kwa uzuri zaidi kuliko kuweka nguvu zako kwenye sehemu nyingi alafu usifanikishe hata eneo moja. Tumeelewana hapa? Kwa hiyo hakikisha kwamba unaweka nguvu zako kwenye eneo ambalo ni moja. Jitahidi kutenga maeneo yako kwa namna hiyo. Lakini pia kitu cha nane ni kulipa gharama. Niliwapongeza pale awali ndugu wa ETC, wamelipa gharama ya muda, hata wewe pia umelipa gharama ya muda ya kufika hapa, lakini pia umelipa gharama ya nauli, umetokea huko ulipo, vyote hivyo ni gharama. Kwa hiyo usipokuwa mtu wa kulipa gharama, huwezi kufikia malengo yako. Kuna wakati rasilimali ya muda itakulazimu uilipie, kuna wakati rasilimali ya fedha itakubidi uitoe ili uweze kufikia malengo yako. Kuna wakati utahitajika kwenda seminars, kuna wakati itahitajika kulipia online seminars. Wapo watu wengi wanaofundisha kuhusiana na fedha, wapo watu wengi wanaofundisha kuhusiana na biashara au eneo ambalo unalotaka kuwa expert kwenye hilo eneo. Wapo watu wengi wanafundisha. Kwa hiyo wakati mwingine wao wanatoa free classes, lakini wakati mwingine wanalipia, wanatakiwa ulipie. Kwa hiyo usipokuwa mtu wa kulipia, malengo yako hawezi kufikia. Yaani inaniumaga sana, unaona kijana yuko busy anahonga, lakini kulipia seminars anakwambia sina hela. Hiyo ya kuonga inatokea hapa. Kwanza naamini kuanzia leo hamtaonga ovyo, mshapigwa brush. Okay? Kwa hiyo wewe uko radhi usuke za shilingi 60 usilipie gharama ya semina 10,000 na uko very comfortable. Sisemi usipendeze, pendeza, unaweza ukapendeza hata kwa 10,000. Mbona mimi nilikuwa nasuka jamani mwenyeosho. Hata ukiangalia DP yako ya Instagram, ya WhatsApp, nimesuka zangu tedekiliani, kuna mtoto amesuka mwenyeosho, anaenda pale kama Glory. Nimekuwa nimesuka za kwenda chini na nimependeza, au nimeweka
hakikisha kwamba unawekeza pia kwenye vitu ambavyo vitakusaidia wewe for the whole of your life. Kwa hiyo mimi kuna wakati mwingine nilikuwa naona kwamba hapa hela ya kusuka nikate nilipie kitu fulani. Mimi nimeanza kulipia seminars mwaka wa 3. Natamani maarifa kama haya ningeyapata kipindi ambacho niko mwaka wa kwanza, ningekuwa mbali sana. Yaani mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa pili nilikuwa ninakusoma kanisani, hostel na lala hivyo na biashara. Bahati nzuri kwa kufanya biashara, lakini si kufuatilia tu mtandaoni. Nilikuwa mimi sifuatilia tu Instagram kujifunza vitu. By the way, nilikuwa sio mtu wa mtandao sana. Nilikuwa hivi sio kama muda wangu nilikuwa naenda hapa, labda biashara hiyo, movie, kusoma, discussion, hivi ndio zilikuwa ruti zangu. Kwa hiyo mambo ya seminars haya hata kama vilikuwa vinaandaliwa shuleni nilikuwa sihudhurii. That was bad side of me. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa mwaka wa 3 niliweza kutoka kwenye maeneo ya nje ya chuo, nilikuwa naenda kulipia seminars, naenda kujifunza na mambo mengine kama haya. Kwa hakikisha kwamba unakuwa mtu wa kulipia gharama. Kuna wakati mwingine itakubidi hata ulipie gharama ya kuchekwa. Unajua wakati ambapo unaanza kujitafuta au unaanza kufuata malengo yako au kusudi ambalo Mungu amekupa, wakati mwingine sio rahisi watu kuelewa. Yaani sio rahisi watu kuelewa. Basi hivi je, mchanganyikiwa? Wapo watakao kuelewa, lakini wapo ambao hawatakuelewa. Kwa hiyo hayo yote ni gharama, hizo zote ni gharama. Unatakiwa ulipie gharama ambayo utakayokutana nayo. Kuna wakati mwingine utakatishwa tamaa, kubali kukatishwa tamaa, yaani hivyo watu wapite, ujue kabisa kwamba ni kipindi tu cha mpito, lakini your future is great, your tomorrow is great. Tuko pamoja? Umepoa? Tuko pamoja? Okay. Sasa kitu ambacho nataka kukisema hapa cha mwisho, kitu cha mwisho ni kutokuwa na nguvu za roho. Spika wa kwanza ameshasema na nataka ni quote kwa tofauti kwamba bila Mungu atufanyaje? Hatutoboi. Kwa hiyo hawa watu wote ambao unawaona wamefanikiwa katika nyanja mbalimbali, kuna kitu wanakisimamia, aidha ni upande wa shetani au ni upande wa Mungu. Kwa hiyo wewe unatakiwa uchague upande ambao utauegemea. Kuna wakati ambao hamna mtu yoyote atakayeweza kukushika mkono, labda Mungu aingilie kati. Kwa hiyo kupitia Mungu ndo atatuma watu ambao ni sahihi. Kwa hiyo unatakiwa uwe na nguvu za rohoni, uimarishe uhusiano wako wewe na Mungu unayemwabudu. Kama ni Muislamu, imarisha uhusiano wako huko. Kama ni Mkristo pia hakikisha kwamba unaimarisha uhusiano wako na Mungu unayemwabudu. Kwa hiyo bila kuwa na nguvu za rohoni, ukweli ni kwamba malengo yako yatakuwa ni magumu sana kufikia. Utafika ukiwa umechoka au kwa kuchelewa. Tuko pamoja? Kwa hiyo nguvu za roho ni muhimu sana. Mzungumzaji wa kwanza alisema na mimi nataka nikazie hapo hapo. Kwa hiyo nataka nimalizie na historia ya mwanzilishaji wa KFC. Mwanzilishaji wa KFC. Wangapi wameshaenda KFC hapa? Ongea, kuna wengine wamepelekwa, wengine wamejipeleka. Waliopelekwa hawataniosha. Okay, lengo si kuwatamanisha, lakini nataka niwaambie kidogo tu kuhusiana na yule mwanzilishaji wa KFC. Ni jina limenitoka kidogo, lakini alikuwa na miaka 65 kipindi ambacho anaanzisha KFC. Kitabu cha mentor wangu Mr. Francis Lupembe anasema, alikuwa anazungumzia kuhusiana na mambo ya kifedha kwenye kile kitabu, na akatoa mfano wa huyo bwana wa KFC mwanzilishaji. By the way, sasa hivi hayupo, lakini jina bado linaishi. Alipitia changamoto nyingi, kufukuzwa kazi hivyo, na alikuwa anafanya mambo ya hotelini. Kwa hiyo
katika kazi zake ambazo alikuwa anazifanya, sidhani kama ile recipe ilikuwepo, lakini yeye kwa ubunifu wake akapata ile recipe, akawa anaenda kuuza mtaani. Baada ya kutengeneza, aliamini kwamba ile bidhaa yake itafanyaje, itampatia matokeo. Yani hivyo aliamini kwamba bidhaa yake itampatia matokeo, aliamini from the inside. Yani ni heri watu wasikuamini huku nje, lakini ndani yako jiamini. Yani winning starts from the inside. Huku ndani ukikatata, huku nje utakata tu, obvious. Kwa hiyo kama unaamini katika maono yako na malengo yako. Kwa hiyo yule bwana akaenda akauza hivyo, na mpaka sasa hivi tunaona karibia worldwide KFC na watu wanafurahia kuku zake, si ndio? Na hiyo recipe haitumiki sehemu nyingine yote zaidi ya KFC, labda mtanitengenezea nyumbani. Kwa hiyo nawaza hivi, yule bwana aliweka visingizio vya miaka, mbona kama nimeshakuwa mzee sana, kwa nini nianze kufanya kitu fulani? Au hivi watu watapenda kweli hizi kuku? Hakuweka visingizio vya namna hiyo, lakini aliamini ya kwamba kama wewe usipotaka, mtu mwingine atataka. Yaani hata kama watu wawili hawatataka, hata kama ndugu zangu hawatataka, basi ipo mtu anje atataka. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajiamini, usiweke visingizio vya umri, sijui mimi mbona siwezi kuongea, sijui hata kunaje kufanya biashara. My dear, do that business, do that business. Hilo lengo ambalo unataka kulifanya, hakikisha kwamba unaliendea kwa focus zote. Mimi nilitamani kuwa public speaker, nikamtafuta mentor, nikalipia gharama ya muda na fedha, nilipia, sikufundishwa bure. Nilitamani kujua elimu ya fedha, by the way nafundisha pia mambo ya uwekezaji na natoa elimu ya fedha. Ukitafuta kwenye mitandao ya kijamii utaona ninafundisha. Kwa hiyo nilipia kujifunza, nimesoma vitabu, lakini pia nimelipia seminars. Kwa hiyo hakikisha kwamba ili ufikie malengo yako, kubali kulipia gharama, usiweke visingizio, jiamini, jikubali, na kitu ambacho ni kikubwa zaidi, anza. Kuna mtu ambaye ana malengo kila siku, anasema nitaanza biashara, yaani malengo labda 2014, nitaanza mimi mwaka huu nitaanza kitu fulani, mwaka unapita hajagusa hata senti ndogo. Mwaka huu sisi nitafanya kitu fulani, hagusi. Yaani mpaka mwaka huu umefika, labda ni miaka 6, hilo jambo hajalifanya. Kila siku anaendelea kupush. Unatakiwa uanze, ushaanza utaona kwamba mbona kama inawezekana. Okay? Kwa hiyo kisha unaanza, lakini pia kama ni swala la kuposti mtandaoni, watu wengine wanaogopa posti, nitaonekanaje hivi nikianza kuposti, labda na wasala kama t-shirt, sijui watanionaje. Yaani hawa wanaosu watakuonaje wenyewe, wana mambo yao wanajishughulikia, yaani hata hawakuangalia wewe. Kwa hiyo kisha kwamba unabeba future yako kwa gharama zote zile ambazo zinatakikana. Otherwise, mimi nishie hapa, na kama jinsi ambavyo nimenitambulisha, mimi naitwa Gloria Kinyonyo, ni mwanafunzi wa CPA. Ni mwanafunzi wa CPA, nimegraduate my bachelor in accountancy hapa Wasibu mwaka jana. Kwa sasa hivi naendelea na CPA, lakini zaidi mbali na elimu ambayo ninayo, najishughulisha na biashara mbalimbali, lakini pia biashara kuu ni makeup artist. Makeup artist, lakini pia siishi hapo, nina mentor vijana katika nyanja mbalimbali juu ya kuboresha muonekano wao, lakini pia namna ya kumanage fedha zao. Kwa hiyo huwa natoa elimu hizi kama jinsi ambavyo nimeandikwa hapa kwenye seminars, lakini pia natoa elimu mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii kama YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mitandao yote social media kwa jina la Gloria Kinyonyo. Kwa hiyo ukisearch utanipata, lakini kwa mawasiliano zaidi utanitafuta kwa namba hizi hapa ambazo nitaenda kuzitaja, lakini zaidi nitumie message.
lakini pia 0744492752. Feel free to find me ukihitaji ushauri wa aina yoyote. Na kwa wadada ambao mko chuo, kuna video ambayo nimeiandaa iko YouTube. Nimeelezea kuhusiana na maisha yangu chuoni. Inaweza ikawa sijagusa katika nyanja mbalimbali, lakini mambo muhimu ambayo sisi kama wadada tunakutana nayo na namna ambayo tunaweza tukayaepuka. Kwa hiyo hakikisha kwamba unafika pale, naamini kwamba itakusaidia kama wewe ni fisia au hata kama ni sekandaria, na naamini kwamba itakusaidia kuvusha sehemu ambapo umekwama. Yaani ile video nimeweka mahususi kwa wadada, naamini kwamba itakuvusha kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia kuna video ambayo niliongelea juzi, iliandikwa